think this is the fourth lesson we are meeting here. Bado tunajifunza rhythm kidogo. Nilisema solo ni baadaye after tumeshajua rhythm. At least uko unaweza cheza kutoka hapa mpaka huku juu. The first 3 lessons tumemeja na the 3 wires because hizo ndio the backbone. 3 wire, wakati nasema 3 wires I mean number 2, 3 and 4. As usual, wiring ya guitar number 1 ni 2, 3, 4, 5, 6. That's the wiring ya guitar number 1 to 6. So wakati nasema the number 2, 3, 4 ndio tumekuwa tunacheza rhythm nazo. Nikawaonyesha, tukasema tutaanza hapa, this is the key G. 3 wires tumekuwa tumejifunza nazo. Nainuka mpaka tukajua hiyo. Ndio sasa next lesson ile imepita saa hii, ndio tukaenda sasa kwa V. So tukajifunza kushika V. That's the last lesson. Tumesema V inaweza tumika kurelease wimbo wakati kimeshafika climax au tukani start. Unaweza anzisha wimbo hapo. Your own rhythm there. With some examples. Lazima ukuwa narudi na mbele, unaweza kuwa naenda na mbele, si lazima ukuwa narudi na nyuma. Unaweza cheza pia ukienda na mbele. So this our starting point. Ukasema pia V unaweza enda climax nayo huku nyuma. Kumbuka ni wires 3, 2, 3, 4. Kama hujajua kushika V, you can go out to our lesson 3. Hapo nimeeleza how you approach it. So basically tumekuja hapa, hatukuendelea chini. Pia tumekuja hapa, endelea sasa, because it's the same key. Unaweza endelea, just listen, utasikia. Narudi tena na V. You see? Itakuwa imeisha. G sasa, hiyo itakuwa inaenda hivyo. Pia hapo unaweza rudi na nyuma. Nyimbo nyingi ndio nasikianga climax na kujanga huko. The same nini kutoka juu mpaka chini. Hapa nyuma you just say unaenda V. Then unaona this dot, this key, sasa unakuja kusimama. Unaona venye ulikuwa unasimama hapa hivi. Hapa ndio unakuja kusimama tena, but unasimama hapo. Kumbuka ni climax, so narudi nyuma. Kupanda tena unarudi tena kwa V.
drum na anything, watu watakuwa wameshaingia vizuri, mchezo itakuwa imeingia. Kumbuka hizo ni waya 3. Sijawaonyesha, hatujaenda chini. So that's the importance ya kujua kutoka hapa mpaka hapa venye tumeanza. So naweza toka hapa from this first E fret iko hapa mpaka hapa, the same key. You can practice it. Ukishajua hiyo utakuwa unaweza cheza any key, utakuwa unaweza badilisha any rhythm, because whatever happens, nimekuambia that's the backbone. Unaweza teremsha huku juu, but that's the backbone. So tuanze sasa kutoka chini mpaka juu. Toka juu mpaka chini. Imeisha. So inakuwa simple kucheza hata zile complicated rhythm. Kama rhythm gani wewe narudi Tina. I think Tina wewe narudi Tho iko kia huko chini, but wewe narudi tu nyuma. So for example, kama unataka kucheza Tina kwa ile key yake, tuseme hii ndio ilikuwa the starting point. This is the key. Hapo ndio ilianzia sasa. That's the key. So umeona venye tumepanda. Kumbuka ni V 3 wires, asunja 2 3 4. Hatujatoka hapo bado. Fanya tu nimewaambia, the same tu ukiwa kwa kiji, unapanda hivi, unaenda V, unalala, V, unalala, unainuka, unaenda V tena. The same ukiteremka kia chini, unasimama tena, then V, simama. So unarudi. So simple. Naona akianza nyuma. Sasa ni kurudi. So unaweza tumia V na ukishaelewa venye sasa unaenda ukiinterchange hiyo kidole. Tumesema tukitumia key G unaanza vizuri hapa, this is the main key. Unasimama, angalia hizo dots, then unaenda V, unalala, V, unalala. Hii kulala ya mwisho,
the last dot. Ukishamaliza hii unasimama sasa, then unaenda V tena. Unaona mtishaisha. So kama unataka kucheza anything kama hiyo wimbo wa Tina, unajua ukicheza kiiji haitaanza hapa, so unarudi nyuma kidogo upate space. So si hiyo peke yake, nilionyesha nyimbo nyingine inaitwa Kadhambi. Unaona inafanya like song iende ikichange. So tumesema ni KG. Kuna ile wimbo nilikuwa nacheza introduction. Now sasa wa V na hapo ndio tunalala ya mwisho, then hapa. So you can combine this. Nilikwambia pattern for a rhythm at least ikuwe na 3 chords. 1 2 1 3. Naelewa? So ndete. You can create a rhythm from any of those chords while unaanzia. Still unaweza anza ukirudi nyuma. Si unaona hapa tumeanza tukienda mbele. So octave unaanza ukirudi nyuma. Oh, hii itaficha waya ya juu, but unataka muelewe the concept ya unaweza anza ukirudi nyuma. So the concept is unarudi nyuma, leave alone hii waya juu. So very simple concepts. Now tumekuwa tumefeature on just 3 wires. Now lazima tuende waya juu ama chini. Number 5 sasa. So this is our number 1. You can use it kwa rhythm. The main concept is 2 3 4. So unaongeza tu kautamu kidogo. Nasikia badala ya so can you feel the difference between ukifactor in number 1 na kama haiko? Haitaleta ile rhythm yake, ile complexity yake ilikuwa. Ama song kama hii. Masikia number 1. So the first 3 wires, hii ni kuongeza tu maua. So unapata song ukiongeza hiyo unasikia like it's now is creating some tones. Song mwingine
hiyo sauti the vocals unasikianga kama zinapanda, so pia gita pia inakusaidia kupanda. So unaweza tumia hii ya chini ama utumie ya juu. Unaona zote in the same place. Unatumia hii kidole, hii yote ndio inashika hizo waya zote, because unaona so unatumia the same nini, unatumia sasa hii tumecheza waya 5, rhythm waya 5, tumekuwa tunacheza waya 3 sasa. Tume advance. Si lazima pia wakati wa kurudi unaweza tumia hii kurudi kama you are not fast enough, just like this. Naona if you are fast enough unaweza rudi na hii ama hii wakati unarudi nyuma. So there are so many songs zenye zimechezwa hivyo. So umeona, so unaweza gusa hii ama hii ya juu from the basic 3. Maisha mabandika mbela kone nyasio mede, maisha mabandika mbela kone nyasio mede, nono masaso ne yeke lavo kwa mote. Unaona? Now that is wakati unapanda. What if unarudi? You can still tumia hii ya chini now. I want you kusikia kitu kama hiyo. Uone how we can apply hii ya chini. If now we don't use number 2, tunaenda chini. Sikia now is somehow at least imeleta some different tone. So fenye tulisema about V kurudi nyuma na V, unarembesha tu kidogo badala ya just kucheza hivi. Unaweza sawa unateremsha hii kidole number 1 inarudi chini. Najua hapa tumeshaanza kucomplicate mambo, but at least kama umeshapita the first 3 lessons you can easily understand na unashikanisha pole pole. Unaona? Lazima ujue kucheza hivi because utatumia so many songs, utapata zimekuja hapa hivi. So a simple rhythm like kuna song ilikuwa imechezwa na Kakongo. Tutaka Kongo tweko ya nesamba ito. Tutaka Kongo. Mimi najisha zangu hivyo hivi.
hiyo ndio V. Kwa hiyo song lazima uingie chini. Naona? So hapo naingianga naona. Oh, if you are not fast enough unaweza anza na hii. Sasa hiyo hakunanga kuachilia, ni unaenda kama solo imechange, unaenda na rhythm. Unaona? So you just switch from this side to this side. So it's very simple. Waya tano, simple rhythm, unaweza jifunza nayo. Tumetoka kwa tatu, sasa tumeenda tu waya tano. Naona sasa. So umeona so many songs. Ukishajua kushika hivi, unajua kushika V, umeshajua kila kitu. Even most of some gospels kama ile ya Lulu. That's a V. So unatoka hapa unakuja huko. So V tena hapa, but now una utilize wire number 5 sasa. That's why niliwaambia you can't drill on 3 wires, lazima uongeze maua. Tunaelewana vizuri, tunaendelea vizuri. Anyway, so that's for today. Tunaendelea vizuri. Kuna kaimbo kanasemanga tuende nesa. Hii narudi nyuma, umeanza mahali unaona tulisema the basic ni. So hii inaanza ikirudi nyuma.
alafu sasa inaenda sasa ina pick ile kanini ya, unakumbuka venye nilikuwa naonyesha? No, this is a different one. Song zingine ni hard kuimba kama una nini unacheza. Okay, let's try. Hiyo siwezi cheza kama naimba, but with the time kizoea inaingia, but for now rhythm wewe kazi yako inakuanga tu kunyamaza, go with the song. Sometimes unaweza imba, sometimes si lazima. Now tumecheza some rhythms. Haya. Naona, so tumeongelea kuhusu number 5. Ya some rhythms here unaweza enda ujifunze. So, badala ya kuja hapa direct unapanda waya mbili. This is 4 and 5. So kama mwendo Maria rhythm huwezi cheza kama you are not utilizing this number 5 and 6, number 4 and 5. So I think that's up for today. I hope you have learned 1 or 2 things. I had promised kuwafunza some solo, but nika realize huwezi cheza solo kama hujajifunza at least 2 or 3 things about the rhythm. So solo tutaanza venye tulianza rhythm na waya 3. Solo tutaanza na waya 2, just 2. So our key is key G. So solo zinaingia hapo. Ukishajua venye hizo zinaenda, so kuna mahali unashika una mbili tena, sorry, mbili. Unaona hizi frets, just 2, mbili tena, then now una space, una skip moja, unakuja mbili, una skip moja. Ukishajua kushika hiyo, utapata unaweza cheza 2 or 3 solos. So naona that's for next time. Thank you. Don't forget to subscribe. Tuendelee kujifunza guitar step by step, tutafika. Thank you very much.